Je, uko tayari kushuhudia matukio ya kweli yanayotokea katika jamii yetu? Usikose simulizi zenye kufundisha na kuonya. Fuatilia KCS TV leo hii na ujiunge na familia yetu kupitia matukio mbalimbali. Subscribe sasa ili usipitwe na uhondo wowote. Simulizi fupi. Upendo wangu umenipa ukilema. Ni mwaka mmoja tu umepita tangu mimi Aisha nifunge ndoa na mume wangu Alai. Mwanzo maisha yalikuwa mazuri kiasi kwamba nilitamani hata tusizeeke wala kufa, lakini ghafla mwenzangu alianza kubadilika. Nilimchunguza nikajua kuwa tayari ananisaliti na ana mwanamke mwingine nje. Nilichukulia tu kama kawaida ya wanaume kutokuridhika, lakini nilichojivunia ni kuwa mimi ndiye mke halali na mwenye pete kidoleni. Hao wengine ni wapita njia na wala hata siku moja hawataweza kusogea kwenye mji wangu zaidi ya kuishia kuchezewa tu na kuachwa. Pamoja na hayo yote, japo niliwaza sana na kuwa na hofu, endapo sasa mume wangu ataniletea magonjwa ya zinaa itakuwaje? Ila niliishia kujipa moyo na kutupilia mbali mawazo kama yale, na zaidi ya hapo sikutaka hata kumuuliza mume wangu chochote kuhusu huyo mwanamke aliyenaye nje. Niliishia tu kusema mimi ni mke halali na nina mamlaka na Alai wangu. Sikujua kama ukimya ule na upendo ule kwa mume wangu baadaye utakuwa mateso makubwa sana. Siku moja nikiwa nimekaa sebuleni naangalia TV, niliona message imeingia kwenye simu yangu na namba ilikuwa ngeni. Niliifungua message ile na kukuta ujumbe unaosema, achana na mume wako vinginevyo tutakuachanisha. Nilijiuliza sana, hii namba ni ya nani? Inatoka wapi? Lakini sikupata jibu. Moja kwa moja wazo likaja, huyu ni mchepuko wa mume wangu, yule niliyekuta message zake kwenye simu ya mume wangu. Sikutaka hata kujibizana naye kwa sababu niliona ni ujinga, na wala sikutaka hata kumuuliza chochote mume wangu, japo message ilikuwa ya vitisho. Niliona tu kwa huyu mdada hana jipya, kakosa la kufanya zaidi ya umalaya wake na anataka kunigombanisha na mume wangu. Sikutaka hata siku moja mimi na mume wangu tugombane au nimwekee kinyongo chochote. Nilichokuwa napenda ni kumuona mume wangu ana furaha siku zote. Hilo tu lilinifanya nijisikie raha na kujiona kuwa nina mume nimpendaye. Hivyo sikutaka kujua au kusikia ni wanawake wangapi wanatoka na mume wangu na anawahonga kiasi gani. Haya yote sikuyataka. Hivyo niliamua kuifuta ile message ili nisibaki nayo kwenye simu. Kufanya hivyo kumbe ndio nilikuwa nazidi kujichimbia kaburi. Siku moja wakati natoka saluni kutengeneza nywele zangu mida ya saa 1 kuelekea saa 2 usiku, nilikuwa kwenye kiuchochoro napita ili nitoke barabara kubwa nikapande pikipiki nirejee nyumbani. Nikiwa kwenye kale kauchochoro, ghafla wadada watatu walijitokeza na kunizuia njiani. Kabla sijafanya chochote, mmoja wao aliniziba mdomo kisha kunivuta pembeni. Nikiendelea kutahayari, mwingine alinishika kwa nguvu zaidi nisiweze kufanya chochote, kisha yule kiongozi wao akaniambia, si nilikutumia message uachane na mumeo kaona mimi fala. Anayefaa kuolewa na mumeo sio wewe, ni mimi. Hapa sasa leo tutakufundisha. Nikiwa siwezi kuongea chochote kutokana na kuzibwa mdomo, yule dada alitoa kitu kama chupa yenye majimaji. Nilitamani kupiga kelele lakini ilishindikana. Nilitamani niombe msamaha lakini ilishindikana zaidi. Nilibaki kutoa macho kuangalia nini anataka afanye. Nilishangaa kuona anaitikisa ile chupa kama mtu anayechanganya dawa kabla ya kunywa. Mara ghafla, bila huruma, mwanamke yule alinipulizia dawa ile machoni mwangu, ambapo muda huo nilikuwa nimeyatoa zaidi kwa ajili ya kushuhudia tukio. Niliyafumba kwa maumivu makali sana ya ile dawa aliyonipulizia, na ghafla macho yangu yakaanza kuuma. Nilijaribu kufumbua angalau nione kitu, lakini hakika huo ndio ulikuwa mwisho wangu wa kuona dunia. Nilisikia sauti ya yule mwanamke ikisema, na bado, leteni nyundo. Moja kwa moja nikajua sasa wananimalizia uhai wangu. Nyundo kali ilitua katika mguu wangu wa kulia na kusababisha maumivu makali sana katika mwili wangu. Nilipiga kelele ya ndani kwa ndani, pasipo hata kutoa sauti, kutokana na maumivu makali niliyoyapata. Kabla hata maumivu ya mguu huo hayajapoa, nyundo ilinyanyuliwa na kunivunja mguu wa pili. Hapo maumivu yalizidi zaidi na nikajikuta nalianza kulia ijapokuwa tayari nilikuwa kipofu. Hii ndiyo dawa yake, walisema wale wanawake huku wakicheka, kisha kuniacha na kukimbia. Nilianza kulia, damu nyingi zilinitoka miguuni, nilipiga kelele na hatimaye nikazimia. Nilipozinduka nilijikuta katika mazingira tofauti. Nilijaribu kufumbua macho lakini sikuona kitu. Nilisikia kelele za hapa na pale, kisha nikasikia sauti ya mama yangu ikisema, jamani mwanangu amezinduka. Mara pia nilisikia sauti ya mume wangu ikinitakia pole, huku kwa mbali mama alianza kulia. Niliuliza niko wapi hapa, mama alichukua jukumu la kunielezea. Uliokotwa na wasamaria wema na kufikishwa hapa. Kisha wakatumia simu yako kumpigia mume wako kuwa upo hospitalini.
Leo ni siku ya pili tangu uletwe hapa. Ulikuwa umezimia mwanangu, nilijua nimeshakupoteza, mama alisema huku akilia kwa kwikwi. Kitendo kile kilinifanya na mimi nianze kulia. Ona mwanangu, dunia ilivyo mbaya, wamekuvunja miguu na pia wamekuharibu macho. Sijui umewakosea nini mwanangu, mama aliendelea kulia. Maneno haya yalinifanya nizidi kulia zaidi, hasa baada ya kusikia nimekuwa kilema wa milele. Yote haya yamesababishwa na hawala wa mume wangu, nilijisemea moyoni. Sikutaka kusema chochote zaidi ya kukaa kimya, na wao wakaamini kuwa ni vibaka ndio walionitendea haya. Nilikaa hospitalini takribani wiki 2 nikihudumiwa na hatimaye niliruhusiwa. Nilipotoka hospitalini, moja kwa moja nilielekea kwa mume wangu, lakini cha ajabu, nilikaa siku moja tu, na ilipofika siku ya pili mume wangu aliniambia niende nyumbani kwa mama nikakae kule mpaka nitakapopata nafuu. Aliniambia kuwa pale hamna mtu wa kukaa nami na kuniangalia, hivyo ni bora niende kwa mama. Alinipa maneno ya faraja kuwa japo nimepoteza macho, lakini bado nitabaki kuwa mke wake. Alisema nikishapona vizuri atafanya mpango nikasafiri nje ya nchi nikatibiwe macho. Nilikubaliana naye na nikasafiri mpaka mkoani kwetu na mama, na wakati huo nilikuwa na mimba ya miezi 2. Zilipita kama wiki 2 tangu nifike kwetu. Siku moja usiku, sikuamini baada ya mume wangu kunipigia simu na kuniambia, mimi na wewe basi tena, siwezi kuwa na mke kilema. Talaka zitakufuata huko huko. Kisha simu ikakata. Nilishindwa kupiga tena kwa sababu ya upofu wangu. Nilibaki nalia tu. Nilimweleza mama yangu hayo maneno, naye akanitia moyo na maneno ya faraja. Mwanangu, angalia vilema wote wanavyotengwa na jamii. Wewe sio wa kwanza. Maadamu nipo mimi nitakulea. Mungu atakusaidia, utapona. Mshukuru Mungu kwa yote. Wewe pia sio wa kwanza kuachika. Ipo siku Mungu atasikia kilio chako, utapona na kusimama na kuona tena. Mtumaini Mungu. Hakika maneno haya yalikuwa ya faraja sana kwangu. Siku hazikupita nyingi, kweli niliachika kwa mume wangu. Nilianza maisha ya kukaa nyumbani na mama yangu huku nikijuta. Ni bora toka mwanzo ningefungua kesi. Ni bora toka mwanzo nisingempenda mume wangu kiasi hiki. Ni bora ningeusema ukweli wote. Upendo wangu na ukimya wangu vimeniponza. Nashukuru Mungu nilijifungua salama na nina mtoto. Japo nasikia naye kaoa tena, labda atakuwa yule mwanamke aliyenitendea mabaya haya. Sifa na shukurani namrudishia Mola japo sioni. Lakini napenda kuacha ujumbe huu kwa jamii na kuwauliza wanaume, kwa nini hamtosheki? Asanteni. Funzo: kamwe usikubali ukimya na upendo kupindukia. Uwe ndio chanzo cha maangamizi yako. Thamini usalama na afya yako kwanza kuliko ndoa. Pia, katika maisha ya ndoa, mawasiliano na kujipenda ni muhimu kuliko kuvumilia unyanyasaji au usaliti unaohatarisha maisha yako. Usikose simulizi zinazoendelea kukujenga. Kwa hadithi za kweli zaidi, zenye funzo na mikasa mbalimbali ya maisha, fuatilia KCS TV. Subscribe sasa ili inapoingia nyingine ikufikie moja kwa moja. Mwisho.